Hivi una uhakika huyu ulimwagiza kwenda kununua hizi dawa hakufahamu? Nina uhakika nifahamu, kwa sababu ndio kwa mara ya kwanza tunaonana naye. Hivyo hanifahamu kabisa. Vizuri. Ila kwa sasa nataka ukanitafutie chips na hauniletee hapa. Chips tena? Chips za nini? Hiyo sio kazi yako. Ni kazi yangu mimi. Fanya nilivyokuagiza haraka sana. Sawa. Toka nje kwanza tuamalize. Toka nje. Wewe ndio kusubiri. Toka nje. Yaani wewe mwanamke fanya kazi yako. Wewe sikia nikwambie. Hauwezi ukawa unakaa kwenye nyumba ya mtu bure. Ukae ukalipa kodi, ufanye chochote. Yaani unazidi kukaa kwenye nyumba yangu mpaka nyumba inazeeka. Wewe hujalipa chochote. Mimi ni kilichonileta hapa. Simple as that, nataka hela. Hela. Lakini madam, mimi si nilikwambia nikipata kazi mimi nitakulipa hela yako. Sasa kwa nini unafanya hivyo lakini? Kazi kwa mwaka gani? Kwa hiyo mimi nisubiri upate kazi, unakuja kupanga nyumba yangu kwa ujui kama kunatakiwa kulipa kodi? Nivumilie dadangu, nivumilie. Mimi nafanya yani nikipata kazi tu mimi nitakulipa hela yako. Please dadangu, naomba univumilie jamani. Wewe yani sikilize kwanza, vyombo vyako hivyo vinatoka nje sasa. Na kitu kingine ninachotaka ni kodi yangu. Wala sitaji maneno. Mimi sio mama huruma. Mimi siitwi mama huruma, naitwa mama mwenye nyumba, mama mwenye mjengo. Kwa hiyo fanya haraka. Yaani jamani nini? Wewe jiulize kabisa. Huna mme. Huna pesa. Uko kwenye nyumba ya kupanga. Wewe unategemea nini? Mwisho utaanza kuzaa watoto hapa unaanza kuitwa single mother. Ma single mother mmezidi mjini. Nikipata kazi nitakulipa. Na kwa nini sasa unaanza kunizalisha unanitolea vyombo nje kweli jamani? Nionee huruma mimi mwanamke mwenzie, nikipata kazi nitakulipa pesa yako mamangu na kuomba. Hivi wewe mimi naitwa mama huruma? Mimi naitwa mama huruma? Mimi siitwi mama huruma, mimi naitwa mama mwenye nyumba. Yaani ndio hiyo jina langu. Kwa hiyo kama mama mwenye nyumba sina huruma kwa mtu. Hivi kwa nini yani nivumilie japo hata angalau hata mwezi mmoja tu, nitajitahidi, nitatafuta kazi kwa bidii, nikipata nitakulipa hela yako dadangu. Usinifanyie hivi. Geti liko wazi. Ondoka. Geti liko wazi, ondoka. Samahani jamani, samahani. Habari za sasa hivi? Hazituhusu habari hizo. Tunachotaka ni kodi ya nyumba. Mambo mengine ya salamu ya nini? Tunataka kodi. Kama wewe ni mume wake mlipie mara moja, mambo yakae vizuri. Sio nakaa kuuliza habari zetu, wewe lipa hela tu. Lakini kumbukeni huyu mwanamke mwenzenu, kwa sababu tangu niko mtaa wa tatu nasikia kelele zenu. Jambo mnaolifanya hapa si zuri. Ni unyanyasaji wa kijinsia huu. Na mimi sipendi mwanamke anakinyanyasika mbele ya macho yangu. Kwa kitendo mnachokifanya si kizuri na si cha kiungwana. Kwanza hiyo fedha mnomdai ni kiasi gani mpaka mumtukane namna hiyo? Mbona na mume wako kaje? Mimi nazo mdai ni hela nyingi sana. Huyu mwanamke anadaiwa 70,000 hajalipa. 70,000 nakula mwaka mzima. Dada 70,000 tu. 70,000 kama ndogo ilipe. 70 tu. Sawa, mimi hiyo natamlipia. Ndio maneno hayo, wengine weka pembeni. Hiyo fedha natamlipia. Ndio maneno haya. Wewe unaleta maneno kazi nini? Wewe ndio maneno ya pesa. Mjini pesa bwana mama. Mama kisha alipo hela yako, naomba tulie basi. Dada. Haya, naomba endelea.
chukua itakusaidia. Godoro lako endelea yani. Wewe. Naomba tuondoke. Sio maneno hayo. Yana kaka mjini ovyo. Ndio mkaka na hela na vumbi. Sasa wale tunatoa nini nendeni huko. Hakuna ile tomata kwambia hivyo vyako Umepata mzungu na hela na vumbi. Ana mwanaume mzuri kabisa mwenyewe handsome afu mwanaume na hela unaona amechoma cha. Afu unakaa hapa tu kijizeme ondoke na wewe nisaidie kurudisha godoro langu niweke ndani. Huyo ndio mshike vizuri hata staji. Yaani tajiri kama wewe unamwacha analipa kwa neno. Huyu kaka ni nani? Sijawahi hata kumuona wala katika macho yangu au kukutana naye njiani au katika njia zangu ninazopita. Ni mara ya kwanza kabisa kuona mwanaume mwenye busara na kuweza kunilipia pesa yote ile, au Mungu kamtuma malaika wake. Lile neno au ule usemi wa kuambiwa amtegemeaye Mungu hakosi fungu lake. Nina imani Mwenyezi Mungu kamtuma yule kaka ili aweze kunisaidia mimi. Usijali, unajua sisi wa Tanzania tumeumbiwa jambo moja muhimu sana katika maisha yetu. Ndio. Si wa Tanzania ni watu ambao tuna upendo, tutapenda kuishi kwa amani. Hivyo nilivyoona unanyanyasika, kikweli nijisikia vibaya. Kisa fedha ya pango ndo fukuzo kama mbwa. Na kikweli niumiza. Na moyo wangu haupendi kuona mwanamke akiwa anaumizwa. Haupendi kabisa. Kwa hivyo unanyanyaswa mbele ya macho yangu. Nikaona ni vyema nikulipie kile kiasi. Lakini kama hautojali, naomba tufahamiane majina. Mimi naitwa Chautamu. Mimi naitwa Lusajo. Wow, jina zuri. Asante. Naitwa Lusajo. Na katika eneo hili si mwenyeji, mimi ni mgeni. Nimekuja kutafuta. Na kingine hapo unaponiona sina sehemu ya kulala. Sina sehemu ya kukaa. Jua langu mvua ni yangu. Kwa sababu bado najitafuta. Kiukweli kakaangu mimi nashukuru sana. Tena nashukuru sana kwa msaada wako. Ila kama hautojali, mimi niko single. Sina mume, sina boyfriend, wala sina rafiki wote wa kiume. Kama hautojali, tunaweza tukaishi mimi na wewe.
Sio rahisi kuona mwanamke mzuri kama wewe, mwenye sauti nyororo na ya kuvutia, na muonekano wako ni mzuri, eti uwe single. Sio rahisi. Na siwezi kuyaamini maneno yako moja kwa moja. Kakaangu, usinifikiria vibaya. Maana wengi wanaume wa siku hizi ukimtamkia mwanamume nitakusaidia, anaona kama unajitongozesha kwake. Ila mimi nimependa kama ulivyonisaidia wewe, kama hautojali. Marhaba. Ningependa twende wote tukaishi nyumbani kwangu. Sasa dadangu, sina namna kwa sababu sina kiota cha kujihifadhi. Huu msaada wako siwezi kuukataa. Na Mungu atakubariki. Aise, nimefarijika kwa sababu angelikuwa mwanamke mwingine asingeweza kunisaidia. Hivyo natumaini umenisaidia kutoka ndani ya moyo wako. Lakini ni kwa nini unaishi peke yako? Ina maana huna hata mtoto? Kwa bahati mbaya sina uwezo wa kuchukua ujauzito mpaka leo. Na ndio maana sitamani kuishi na mwanaume aina yoyote ule. Kwa sababu kila mwanaume nitakayeishi naye lazima atatamani kuwa na mtoto na atatamani nizae na yeye. Kwa hiyo naona ile tatizo kama bado linasumbua. Unajua Mungu ana sababu na maisha yako. Inawezekana siri ya wewe kutokupata mtoto mimi na wewe hatujui. Anayejua ni Mungu peke yake. Maana huko duniani tunaona kuna baadhi ya watu wamekaa zaidi ya miaka 10 hawajapata mtoto. Lakini baadaye wakaja kufanikiwa kupata watoto. Kwa ni swala la uvumilivu. Hivyo mimi naamini kwamba katika safari yako kutafuta mtoto usikate tamaa. Inawezekana wakati ulikuwa bado. Ila wakati ukifika Mungu atakupatia mtoto. Amini nakwambia. Samani kama sitakukwaza. Vipi na wewe maisha yako yapoje mpaka sasa? Je, hauna familia? Samani. Unajua katika haya maisha hakuna kitu kinachoumiza kama mapenzi. Mapenzi yanaumiza sana. Mapenzi yanachoma sana mioyo ya watu. Labda nikwambie historia ndogo ya maisha yangu. Kikweli na ndio maana siku ya leo nipo katika huu mji natafuta maisha kwa haya yaliyonikuta. Nikitazama historia yangu ni kama inaelekea kulingana ya kwako. Inawezekana hata kukutana kwetu ni mpango wa Mungu. Ni hivyo dadangu. Pole sana kakaangu. Pole sana na masaibu yaliyokukuta. Asante. Na mimi nashukuru kunikaribisha.
Habari yako? Poa, nzuri. Ndiyo, mimi Chotamu. Nazungumza nana Hadija, nakujua vipi? Mimi sina taarifa yoyote. Jamani, kimemkuta nini? Sijapata taarifa yote, mimi sijaambiwa kitu chochote kuhusu mdogo wangu. Sumu? Chotamu. Sasa kwa nini mjaniambia mapema jamani, mdogo wangu Tina jamani amefariki na nini jamani, kapatwa na nini jamani? Chotamu. Sasa kwa nini afanye hivyo, anywe sumu jamani? Chotamu, tulia Chotamu, sawa? Chotamu, vipi? Wangu Tina amefariki jamani. Pole sana kwa msiba, lakini inabidi tulie kwanza, sawa? Hata kama kweli nilikuwa nimewachenga tukombala, lakini naumia mimi. Najua kabisa kwamba katika maumivu mazito ya wewe kupoteza ndugu yako. Lakini nataka kutambua jambo moja. Safari ya kifo ni ya kila binadamu. Hakuna binadamu atakayeishi milele. Kwamba katika dunia tunapita, hii dunia sio ya kwetu. Umenielewa? Hii dunia sio ya kwetu, kila mtu anapita. Maisha ni hatua kutoka katika eneo moja kwenda hatua nyingine, sawa? Kwa naomba usilie mama, naomba usilie. Wewe tulia, ujiandae kwa ajili ya kwenda msibani. Sawa? Tulia kwa ujiandae kwa ajili ya kwenda msibani. Mimi naomba Ndiyo, dada amekufa. Na tena amekufa kwa sumu. Unajua fika kama mimi dada yako na matatizo. Unajua fika mimi na matatizo. Napitia maisha magumu na napitia mambo magumu. Unajua matatizo yangu.
Na ndio maana sikufika. Na laiti kama pia ningeambiwa mapema, basi ningefika. Lakini nimeambiwa muda ambao ushaenda. Mimi naambiwa mshazika. Tuachane na hayo. Naomba unipeleke mdogo wangu alipohifadhiwa. Angalau nikaone kaburi lake tu mara ya mwisho. Sawa, naweza nikakuonyesha. Kwa sababu mwili wake umehifadhiwa kule kwenye makaburi ya wazee. Kifo cha mdogo wangu kinaniumiza. Na nahakikisha kama amejiua yeye mwenyewe, sawa. Ila kama kuna mkono wa mtu, tutapambana. Naomba unipeleke. Sawa. Na naomba ukae kwa makini unisikilize ili mradi tujue tunafanyaje. Si unanielewa? Hivi unajua kwamba mimi nina mimba? Na isitoshe hii mimba inatakiwa niitoe. Tina, unajua wewe ndio mwanamke ambaye unadeserve kwa mama watoto wangu. Unaposema tutoe kiumbe ambacho hakina hatia unakosea mke wangu. Kwa sababu mimi nakupenda wewe na kipenda hicho kiumbe kilicho ndani ya tumbo lako. Kwa hiyo sitaki tufanye dhambi ambayo itatugharimu maisha mimi na wewe. Tafadhali. Naomba unielewe. Hivi kitu ambacho ukielewe. Nauliza kipi ambacho ukielewe? Kitu gani ambacho ukielewe? Nimekuambiaje hii mimba nitaitoa. Si unanielewa? Hii mimba nitaitoa. Tina, unakosea nakwambia. Wewe mwanamke ambaye nakuthamini na kukujali. Sasa ukitoa hiyo mimba kuna faida gani? Kuna faida gani ukitoa hiyo mimba? Tafadhali, hata kama tunapitia maisha magumu kiasi gani, maisha yatabadilika. Mimi ni mwanaume napambana, nitabadilisha maisha. Hebu nipe nafasi nyingine, tafadhali. Kumbuka hujatoa kitu chochote kwangu mimi. Haujalipa mahali wala barua. Kwa hiyo mimba nitaitoa. Si unanipata hapo? Mimba naifanyaje? Mimba naitoa na huo muda wa kuzaa na wewe sina. Si unanielewa? Nimemaliza. Tina. Tina. Yanga ajua boli. So Yanga tu wewe Simba unaona che? Sasa kwani Yanga yuko nafasi ngapi na Simba yuko nafasi ngapi? Yanga wa kwanza. So kushinda yani mpira yani mnashindana na mpira yani ate. Sasa ndio tunashindishana kimpira lakini Yanga anajua mpira yani ukaza kusifu Yanga tu Yanga atakupa nini? Mpira anacheza yenyewe kule kwanza ongea nini? Sasa sawa, tuacheni yote. Hivi najua kwamba askari hapa kauke mtani kwetu kila mtaa. Kwani nyinyi mjui kama dadangu amekufa kwa sumu? Amekufa kwa sumu? Hebu toka hapo. Toka. Dula. Toka. Dadako anakuita. Kasema nataka kuondoka. Oe. Wangu. Sema nini? Utatukuta hapa mwana. Sasa sikiliza mwanangu. Wewe hauna mpira kwa sababu umedraw na Azamu. Mimi Azamu akija namkata na mweka chini atulia. Azamu ni mtoto wangu.
nzuri tu, ila unajua kuna kitu kimoja ambacho bado sijakielewa. Mdogo wangu eti kafa kwa ajili ya kunywa sumu, kajiua mwenyewe kwa kutumia sumu. Ni jambo la kusikitisha sana. Unajua, mpaka mtu anapochukua maamuzi ya kujiua, jua akilini mwake ama kichwani mwake alikuwa na jambo zito linalomsumbua, ambalo hilo jambo lilikosa majibu katika akili yake. Hata angeshirikisha watu 100, yawezekana utatuzi aliokosa. Na ndio maana akaamua kuchukua maamuzi. So mimi ninachokiona, lazima kuna sababu, si hivi hivi tu. Kama hakuna sababu, basi kuna mizimu ama kuna mbinu za kishirikina zilitumika hapo. Na sio hivyo tu, aliacha paka ujumbe wa barua eti amejiua kwa sababu ya ugumu wa maisha. Mbona mapya? Lakini mimi mwenyewe nikitafakari, kwa mdogo wangu ninavyomjua mimi, hana tabia hiyo. Kweli ni mcharuko, hasikii, lakini tabia hiyo ya kusema aanze kufikiria mpaka anywe sumu, ni kitu gani kilichomshawishi mpaka inafikia hatua anaanza kuwaza na kuanza kuchukua sumu na kuanza kunywa? Sawa, ndio sehemu ya maisha. Lakini pamoja na yote, hakuna jambo jipya ulilokutana nalo baada ya kupata hizo taarifa kwamba sababu ya kifo chake ni kunywa sumu na kuacha barua? Lipo ndio. Kwa sababu hata nilipotoka hapa nilikutana na askari njiani. Ina maana kuna mtu aliyefanya lile tukio, au kuna kitu kilichomsukuma mpaka ikafikia hatua na kuanza kunywa sumu. Kwa hiyo mimi natamani hata leo nipigiwe simu, niambiwe niambiwe huyo muuaji wa mdogo wako amepatikana. Nitafurahi sana. Maana kifo cha mdogo wangu kinaniuma. Lusajo. Vipi tena? Mbona baada ya kukupa habari hizi umekuwa kama umepotea kwenye sehemu nyingine? Hamna, ila kuna jambo ambalo naona kabisa lilikuwa akilini mwangu, ndilo ambalo nilikuwa nikiliwaza. Ulivyoniambia tu kwamba mdogo wako kajiua kwa sumu na kaacha ujumbe, kweli polisi wana kazi ya kufanya. Polisi wana kazi kubwa ya kufanya, na ninavyoliamini jeshi la polisi la nchi hii litahakikisha linamtafuta mtu aliyehusika na hilo swala. Kwa mimi naomba taarifa yoyote utakayoipata kutoka huko nyumbani kwenu juu ya kifo cha mdogo wako, tushirikishane. Kwa sababu mimi na wewe sasa hivi tushakuwa ndugu, ama ni zaidi ya ndugu. Wewe mwenyewe unaelewa. Kwa hiyo matatizo yako ni matatizo yangu. Mtu hawezi kujua kirahisi tu. Lakini kama wewe, inawezekana ni kweli, kwa sababu kuna kipindi fulani nilikuwa nikitafuta kazi. Na nilikuwa nikitafuta kazi kwa sababu ya rafiki yangu. hongera sana. Inaonekana mnapendana sana. Ni kweli. Wanadamu lazima mpendane, na marafiki lazima mpendane. Bila kumpenda mwenzio, utakuwa sio rafiki yangu. Kwa hiyo mimi huyu ni rafiki yangu. Ndio kaniambia ni marafiki, jinsi mnapopendana hivi na mlipopendezana hivi. Kila mtu anajua ni mapenzi. Hapana, huyu ni dadangu tu. Ndio. Ila samahani kakaangu. Ningeomba kitu kimoja unisaidie. Kama kuna uwezekano wa kupata kazi sehemu ambapo nyingine, au sehemu ambapo unaifahamu wewe, wanaotafuta wafanya kazi,
Basi ningependa unisaidie hilo kwa ajili ya rafiki yangu. Hilo ndo shaka. Usijali. Sawa. Kwa sababu mimi ni mweneji na marafiki wengi hapa. Marafiki zangu wengi sana. Na wengine huwa wanakuaga na uhitaji huo. Hapa juu hapa kuna gereji fulani hapa inaitwa Kominoko. Hapa juu hapa. Kama unaenda Kilima Hewa. Ewa, ukifika pale, mwambie bwana mimi nimekuja hapa kuna mtu mmoja anaitwa Mr. Yuzo. Kaniambia nifike hapa kazi utakosha pata. Anaweza akapata kazi? Yaani haina shida. Yaani ukimwambia kuhusu mimi tu. Hiyo haina shida. Asante sana kaka. Usijali. Brother, yani katika watu muhimu niliokutana nao siku ya leo ni wewe ndugu yangu. Usijali. Yaani asante sana, nashukuru sana kwa msaada wako. Usijali. Yaani kuishi bila kazi na hapa mjini kazi, kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho sisi hatukijui binadamu. Maisha sisi tunasaidiana. Ukiwa nacho leo, kesho unakuwa hauna. Kwa unachokuwa nacho msaidie mwenzio. Mimi ninachoona usipotezee muda. Mkipata namba zako za simu ingekuwa rasa. Brother, hilo la muhimu katika mambo muhimu. Hilo la muhimu, mawasiliano ni muhimu mno. Sawa sawa. Brother, yani umenisaidia sana, yani umenisaidia. Namba zangu 0675 5226. Hai ndugu yangu nikushukuru tena. Haina shida. Asante. Haina tabu. Respect. Haina shida ndugu yangu. Usijali. Huyu jamani mzungu. Huyu jamani mzungu. Yaani wewe uje kukutana na watu kama hawa ambao wanakupa connection ya kupata kazi. Sio kitu rahisi. Ni kweli, unajua kwa maisha sasa hivi kila mtu anataka yeye anataka yeye apate, lakini huyu katufanyia ni hata hatufahamu, hatumjui. Bwana nakwambia kuna watu wazungu, huyu mzungu. Yaani hapa kama nitaanza kazi, hata kama ninajifunza ni garage hivyo hivyo napiga humo. tumesimama hapa. Yaani tangu muda mrefu tumetoka kule, yani umekuwa kabisa mtu mwenye mawazo, umekuwa ni mtu ambaye ataueleweka. Yani mimi kiukweli yani naona kama vile kuna kitu kinakuumiza ndani ya moyo wako. Unajua nini? Unazungumza yawezekana kaa ni kweli. Si yawezekana, ni ukweli mtupu.
Kiukweli moyoni mwangu kuna msiba mzito. Lakini msiba huu siwezi kukushirikisha kwa sababu nina maumivu mengi na kukumbana nao ndani ya moyo wangu. Hivyo acha nipambane nao mwenyewe. Asa unavyosema hivyo Lusajo, mimi na wewe ni marafiki. Na kama tushakuwa marafiki siku zote ni kama ndugu. Na kama tushakuwa kama ndugu, kwa nini wewe maumivu yako wewe usiniambie mimi tukashare pamoja? Wenda naweza nikakusaidia kama utanieleza. Sawa, ila nitakwambia wakati mwingine nikitulia zaidi. Tuendelee na safari. Acha kuuliza maswali mengi bwana. Tuendelee na safari kweli, nitakwambia siku nyingine. Salama kabisa. Mimi niko poa tu. Vipi kazi lakini inaendeleaje? Yaani kazi kama unavyoiona. Na umechafuka. Yaani kidogo leo nakwambia namshukuru Mungu angalau magari ya watu huko yanaharibika. Sio sipoharibika hatuli. Kunombea haribike tule. We. Basi saa nimekuja kukuambia chakula tayari. Wewe cha utamu wewe. Si nikwambia chakula unaniletea kazini. Sasa mimi nifuate chakula kule niache kazi tena. Eti. Tatizo kikontena kule nyumbani unajua ni kimoja tu. Alafu kikontena kingine hiki hapa umekiweka huko ndio nimekifuata hiki hapa. Lakini ningekuletea. Uchovu mimi nilisahau. Ale ulivyoletea asubuhi supu. Nikasema nitamtuma mtoto hapa alete. Nataka nimejisahau kabisa. Kingine? Kuna mahali leo nataka kutoka. Nimeitwa kuna sherehe ya rafiki yangu kaniita. Ila ndio nikasema kabisa nije nikupe taarifa kama chakula tayari na pia nije nikuage. Mimi baadaye nitatoka kidogo. Sababu kama unaweza ukarudi ukanikosa, ukaanza tena kuhangaika kuulizia cha utamu uko wapi, cha utamu uko wapi. Lakini hapa sababu nishakuaga, ukija usiponikuta nyumbani usiwe na hofu. Haya, sawa. Kuna kigodoro nini? Hamna, ana kishughuli chake kidogo tu. Basi haina shida. Ila usichelewe sana, si unakuja sana za usiku tutagombana. Wai kidogo sawa. Haya poa. Poa. Basi sawa, mimi narudi. Tu container hicho sije kasahau. Haya poa. Poa. Haya. Wapi endelea majukumu? Pambana. Basi poa baadaye. Tayari kwa ajili ya mchana. Okay. Kama mzigo kako hapo.
Nakwambia umeniletea mapochopocho mazuri hapa. Vitunguu, nyanya. Usajo. Hivi nazi umenunua wapi hivi? Si kwa mama Amina pale. Mama Amina naye kwa kuleta vinazi vyake vidogo vidogo kama vya baleni. Mimi nashangaa Mafia pana nazi kubwa kibao lakini yeye anapenda kuuza vidogo vidogo. Afa bei zake sasa. Yaani kama mtu wa daa. Ila sio mbaya. Shida mnadi mchuzi uwe mzuri. Sawa. Basi usijali. Mimi hapa nataka niandae ile tembele, nimalize, nikune nazi, nipike, nimalize nikuletee chakula. Yaani hata leo sitaki. Leo nataka unipe chakula ambacho umenipa usiku. Ndio niondoke. Kweli mama fundi wewe. Kwa leo tu bwana. Sawa. Yaani majukumu yamekuwa ni mengi sana. Anitoka asubuhi hapa sijatoka. Alibao umekuja pale umeniinua. La sivyo angevunja kiuno changu wale jamaa. Maana hata huruma. Kila muda spana namba 4, spana namba 5. Lakini ukisikia wanaume kufanya kazi si ndio hivi? Wewe. Sio nafikiri mimi mzembe. Na mpaka umebadilishwa jezi. Hadi hiki karibia na kwa kitengo. Hapo wewe karibia na kwa kitengo. Muda sasa mrefu mimi kitengo. Mama mwenye nyumba. Landlord. Wewe matuma mangu jali. Safi. Habari? Nzuri. Mimi kwa natoka kwenye njia zangu kawaona ndio nikasema ngoja niwasalimie. Bado mpo au tuende? Wewe nenda tu. Tuaenda mapenzi kazini. Poa. Aise. Mheshimiwa, Niambie Raji. Habari? Mambo vipi? Salama kabisa. Naona sasa hivi tangu nipate kazi ndugu yangu na naona. Unaonekana. Yaani nanenepa. Unaonekana kabisa. Yaani bosi huna baya. Yaani wewe huna baya. Huna baya. Kwa sababu mimi ninachoshukuru kwamba unachapa kazi. Unachapa kazi kweli kweli. Na sifa zako ninazozisikia mimi najisikia amani. Ndio hivyo kwa sababu bila wewe mimi siki. Wa kushukuriwa ni Mungu. Ila mimi ni msababishaji. Hadi wewe, yaani wewe tajiri wangu wewe ni kichwa. Kwani wewe ni kichwa nikiwa namaanisha kwamba hata siku ukifa nitaishauri serikali ikate kichwa chako ikakitie makumbusho. Na tuandike jina kubwa pale, mtu mwenye akili kuliko wote duniani. Huyu hapa. Acha utani bwana. Kweli kabisa sasa hivi nishazoeana sana. Sana ndugu yangu. Asante kwa kunipa mlo na kuna gari nimetengeneza pale nataka ukalione. Kwa mkono wangu mwenyewe. Sijataka msaada wa mtu. Yaani mimi sifa zako tu ninazozisikia. Yaani mani mwingi.
Vipi kuhusu kazi yangu? Yaani kazi yako nadhani anasema kwa 100% mimi nitakuwa na 90. Kwa sababu kwenye uchunguzi wa karibu niliofanya wa kiundani zaidi nimekuja kugundua yule kaka kwenye kijiji chetu ni mgeni kabisa. Sio mwenyeji na nadhani kabisa watu hawamfahamu wala hawamtambui. Na kitu kingine ambacho nimekuja kugundua hata yule dada mpangaji wangu yule hamfahamu kabisa kiundani zaidi. Yaani atakuwa hamfahamu kabisa kiundani. Kwa hiyo nikajua kabisa yale uliokuwa unazungumzia ni kweli. Sasa madam, mimi na swala moja. Sawa. Nahitaji nikupe kazi ya mwisho. Na hii ndio itakuwa kazi ya mwisho. Tafanya. Ifikapo tarehe 20. Sawa, saa 4 usiku. Inatakiwa uwe nyumbani. Uweza kuwa sisi tukaja kumchukua yule kijana. Tarehe 20 ya mwezi wa 3? Yeah. Mwezi huu. Haya, mimi nitajitahidi nitakuwepo. Hata kama nitakuwa na kazi ya kufanya lakini nitajitahidi nitakuwepo. Lusajo, kwa nini leo hujaingia kazini? Na isitoshe umepigiwa simu mara 3 na marafiki zako, lakini hakuna hata mtu mmoja umempokelea. Unajua, tangu nimepata ile kazi kuna jambo nahisi haliko sawa. Yule jamaa aliyetuunganisha katika kazi nahisi kwamba anatufuatilia. Na ndio maana nimeamua kutokwenda kazini. Unamaanisha nini? Nikiwa na maana kwamba kwani yule jamaa unamfahamu vipi hasa? Kiukweli yule jamaa mimi simfahamu. Na tangu siku ya kwanza tulivyokutana naye mimi na wewe, ndio siku ya kwanza kumuona katika macho yangu. Simfahamu na sijawahi kumuona. Na kuhusu lile swala aliozungumza kama tulishawahi kukutana naye nikiwa natafuta kazi, kile kitu kilinishangaza sana kwa sababu Lusajo, mimi sijawahi kutafuta kazi kwa aina ya mtu yote yule. Sijawahi kutafuta kazi wala kuulizia ile kazi tu, sijawahi kutafuta. Kwa hiyo pale nikajikuta tu niitike, nikubali kama ndio nilishawahi kutafuta ili mradi wewe upate kazi. Kwa sababu wewe nikiangalia hauna kazi na ni mtoto wa kiume. Kwa hiyo nikaona nikubali tu. Kama hujai kuonana naye na yeye alikiri kwamba alionana na wewe ukiwa unatafuta kazi, hilo linithibitishia kabisa kuna jambo ambalo linaendelea ambalo mimi na yawezekana tulijui. Ila ninachokuomba kitu kimoja. Kuanzia hivi leo ninapozungumza na wewe, tuwe makini naye. Kwa sababu sipendi mtu tufuatilie. Sawa? Sawa. Ila Lusajo, hasa kwa nini unaniuliza hivi? Siku moja ukikua nitakwambia. Basi sawa. Wasiwasi ni akili. Hivi dada yako Tina hajawahi kukuonyesha mpenzi wake hata siku moja? Kweli hajawahi kunionyesha wala hajawahi kunitambulisha. Lakini muda mwingine akiwa analala nyumbani, muda mwingine alikuwa lali nyumbani. Hivyo inaonyesha kabisa kama mpenzi anaye. Haujawahi hata kulisikia jina lake la yule mpenzi wake na wala hajawahi hata kukuelezea? Kiukweli hajawahi kunitajia wala hajawahi kuniambia. Lakini mara nyingi nilikuwa namsikia anataja jina la Lusajo. Lusajo? Ndio, ila sina hakika. Ndio, kuna mpangaji na kanae. Na kuna kipindi niliwahi kukutana na afande. Kuna maelezo aliyahitaji kutoka kwangu. Mimi nikaa nimempatia yale maelezo
Kwa hiyo sijaona anarudi kuniuliza labda kama unasema amekuachia nafasi hiyo. Lakini baada ya kuifanyia kazi ambayo kwa amenipa, nikaamua nichukue hata picha zake. Kwa hiyo kuna siku nilibahatika kumpiga picha huyo mpangaji wangu. Kwa sababu niliwaza inawezekana nikawa nakaa na mtu, kumbe huyo mtu amefanya makosa labda mabaya sana au makosa la jinai. Kwa sababu nimeshaona uchunguzi, maana naulizwa nikasema hapana, bora niwe na picha yake. Hauna picha yake? Naweza nikaiona kidogo. Sawa, kijana. Naomba nikuulize maswali yangu machache pia na wewe. Umesema kwamba mara ya mwisho uliagizwa kwenda dukani, si ndio? Uliagizwa kwenda kufanya? Kuna mtu aliniagiza niende dukani kununua dawa. Wadogo. Njoo. Vipi? Poa. Unaelekea wapi? Naenda hapo duka na mama mdogo. Unalijua duka la DRDM hapo juu? Hapo. Ndio. Nafahamu. Basi acha nikuagize hapo. Kanichukulie dawa, sawa? Jina la dawa hili hapa. Na hiyo dawa inaitwa shilingi 15,000. Kwa hiyo 5,000 hapo ni ya kwako. 5,000 ya kwako hapo. Enda tufanye kazi kizungu mjini hapa, sawa? Usichelewe. Okay. Karatasi kwapi? Nimeisahau dukani. Na kitu achane nayo. Sina kazi nayo tena, sawa? Unaweza kaenda. Pesa dogo. Okay, sawa. Dawa ina gani ambayo kuagiza? Kikweli sikumbuki, maana ilikuwa imeandikwa kwenye karatasi. Kwa hiyo nilifika pale dukani, nilimkabidhi yule dada anayeuza duka, akanipatia ile dawa. Na nikampelekea change iliyobakia, aliniachia mimi. Unaweza kumkumbuka mtu ambaye alikuagiza? Ndio. Huyo kijana kama unaonyesha picha yake unaweza kumfahamu? Ndio. Shika. Ndio huyu. Ndio. Tatizo lililoingia, janga lililoingia kwenye sehemu yetu ni wewe na huyo bwana wako. Bwana wako ni mtu ambaye aidha ni mhalifu, lakini sijui ni uhalifu gani amefanya, na mpaka imefikia muda polisi inafanya uchunguzi, hata mimi nimeshachunguzwa. Kwa hiyo nikaona kweli nyumba yangu ya kwangu na wewe ni mpangaji wangu, lakini kwa hii tabia mwenzangu mimi siwezi. Huyo mwanaume unayekaa naye ni mhalifu, na polisi wanamtafuta. Ipo muda si mrefu tu atamkamata, atamweka jela. Unakumbuka mama uliniambiaje? Umri huo hutaki kuolewa. Unasubiri utuletee mimba, utuzalie watoto, hawana baba, unakaa umri huo singomaza ili iweje? Kanilipia kodi na bado anaendelea kunilipia kodi. Ananijali. Leo tena eti unaniambia mimi niondoke. Kivipi? Naondokaje kwa mfano? Na kitu gani mpaka niondoke?
Naona ushahidi gani kama yule anafanya makosa? Kwa hapo ukisema eti mimi niondoke kisa mume wangu, ilo sahau. Kwako sitoki. Kingine, mimi mume wangu namwamini asilimia zote. Sio mhalifu na hajawahi kufanya tukio lolote na hatokaa afanye na hatokaa alitokee. Kwa sababu mimi namwamini. Mtu mwenyewe amekaa kiustazi. Kiheshima, yani ni mtu mwenye heshima zaidi. Hafu mama. Bwana ukitaka kuona wivu bwana ona vitu vingine bwana, lakini sio hivyo bwana wewe. Hii nyumba itakushinda mama. Hii nyumba itakushinda kwa sababu mimi ni mtu mpenda amani mwenzio. Halafu unaponiona mimi na polisi ni vitu viwili tofauti. Hao watu wenye kuitwa polisi mimi kwangu naogopa. Yaani ni watu ambao nikiwaona zangu 100 nakimbia hata kama kichochoro. Sasa nimeanza kuulizwa mimi si mwenye nyumba. Nimeanza kuulizwa, nimeanza kupelelezwa. Mimi nikasema namjua, yuko hapa kwangu. Lakini huyo ninayesema yupo kwangu, uliyemleta kwangu, unaekaa naye wewe, ni mhalifu. Na nisijajua amefanya mambo gani huko atokako. Lakini ni mhalifu na muda si mrefu atakamatwa. Sasa nisikilize. Kabla hajakamatwa na mimi nikaendeana kwenye huo mkumbo, mwenzio nikaacha kanyumba kangu keupe. Ni bora wewe uondoke. Mama tu mimi nikwambie tu ukweli. Kwako sihami. Nitakaa mpaka kodi yangu itakapoisha. Na kingine sitaki kupelekeshwa. Kwako sihami. We kodi yako ikiisha naomba uondoke. Mwenzio sitaki kuja kukamatwa na polisi. Na ninapokuambia polisi watakuja kumkamata. Wakimkamata na wewe utakamatwa. Kweli kumulia mdogo wangu mimi kweli? Siamini kabisa, siamini usiwezi kufanya mambo haya jamani. Hawezi kabisa, mimi siamini jamani, siamini mimi jamani. Haiwezekani mimi nifanyia yote jamani, haiwezekani mimi mwenzenu, haiwezekani usije kunifanyia haya jamani, mimi haiwezekani usije mama mmoja kwangu kweli.
Lusajo, ni afadhali hata umefika mapema, maana nilikuwa nikikusubiri sana kwa hamu. Tusipoteze muda, nina maswali yangu matatu. Wewe ni nani na unatokea wapi? Chautamu, ina maana wewe unijui? Mimi ni Lusajo, natokea katika kijiji cha Simba Kawene. Nimetoka kijijini nimekuja mjini kutafuta maisha. Ni kitu gani kingine unachohitaji kujua kutoka kwangu? Swali la pili, unamjuaje mdogo wangu? Na ulimfanya nini mdogo wangu Tina? Na kwa unavyoonekana, nahisi kuna kitu umefanyia mdogo wangu. Sio bure. Acha nikwambie jambo moja. Sawa. Yawezekana wanawake ndivyo mlivyo. Shida yako ilikuwa ni mimba. Leo Mungu katubariki, wewe ni mjamzito. Umepata faida wewe. Nikiondoka mimi ndiye nitakayepata hasara. Lakini Chautamu, kumbuka, nikiondoka katika maisha yako, hakuna mwanaume mwingine atakayekupenda kama mimi, kama ninavyokupenda wewe. Na inawezekana hata wanaume waliokuacha walikuacha kwa sababu hukuwa na msimamo na mwanaume wako. Ila katika hayo unayonituhumu mimi, sijui jambo hata moja mamangu. Sijui chochote mimi. Unanituhumu bure. Nisamehe sana Chautamu. Acha niende. Acha nikaanze maisha. Please. Samahani Lusajo. Naomba unisamehe. Tena naomba unisamehe sana. Unajua kifo cha mdogo wangu kinanikosesha amani. Nakosa raha. Nimekuwa mpweke mwenzio. Na ukiangalia ni mdogo wangu wa pekee. Kunaumia. Najikuta na mtuhumu kila aina ya mtu. Najikuta simwamini aina mtu yote ule. Please. Nakuomba. Lakini Chautamu, yawezekana mdogo wako ulikuwa unampenda sana, na ndio maana umezungumza maneno hayo kwa uchungu. Lakini kwa nini unihisi mimi? Mimi familia yako sijui hata kidogo, na kujua ni wewe tu. Hivyo acha nikapumzike nje. Acha nikapumzike. Nakuomba Sajo, usiendelee kulia. Mimi nakupenda, siwezi kukaa mbali na wewe. Hebu niache kidogo. Nisamehe please. Chautamu, niache nikapumzike, sawa? Mimi nimechoka. Basi usiende mbali. Lusajo, usiondoke please. Acha bwana. Nikajua utakungoe mzuzu wangu wewe. Ila umependeza. Aisee, leo nimefurahi sana hivi. Ila umependeza. Kikieka hapa hivi. Wewe unipende Mapenzi gani haya? Sio, wewe hujaona hii ni wekundu. Yaani kitu cha kundu huaga kinaashiria upendo. Kwa sababu leo ni siku nzuri. Si ndio? Sana. Mama K. Mama K. Aisee, unajua Mungu ana maajabu mengi sana. Tena mengi. Yaani kuona mimi na wewe ni kama story fulani hivi. Ndio tulia. Yaani kwanza mimi na furaha. Yaani hiyo furaha yake sijui hata mfanyeje. Yaani hata naona hata sijui nifanyeje kwa kweli. Furaha nilikuwa nayo ni furaha kubwa mno, kiasi ambacho kwa sasa hivi yaani hata
Yaani hata unikimbie. Ndio. Sitothubutu kwenda kutoa mimba. Yaani nikukimbie? Yaani hata nisikia, yaani hata umenikera ukaniuzi, yaani hata kama wewe umeshaua mamilioni ya watu, umewabeba dunia nzima, mimi niko tayari kusimama na wewe ili mnadi tu. Wanawake 2000 hawachelewi kutoa mimba. Ni kweli. Ukishaona tu maisha mwanaume magumu, wanachoropoa mimba. Hapana. Unajua nini? Mimi nakaa sana. Tena naomba Mwenyezi Mungu anijalie nizae mtoto wa kiume. Nikizaa mtoto wa kiume, nitashukuru sana. Simu yako inaita iko wapi? Simu yako itakoita iko wapi? Sijui kwa kitu hiki hapo. After shot action. Kwa hiyo kwa kinywa chako unasema kwamba hauko tayari kutoa mimba hata nikuuzi vipi, si ndio? Yaani hata uniuzi. Kwa hiyo hata nikianza kutembea na Mama Rebeka uko tayari? Hapo siwezi kutoa, lakini wewe utaniuzi. Namna siwezi kufanya ujinga huo kwa sababu najua unanithamini. Samahani. Halo? Poa, ndo mimi ndio. Ndo mimi cha utamu. Na? Basi sawa, nimekuelewa. Haya poa. Sawa. Vipi? Naona tangu pokea simu umaliza kuongea na simu, sura yako imekuwa katika hali ya sintofahamu. Ni kama una wasiwasi na mashaka. Hivyo ulikuwa unaongea na nani? Ni mtu tu alikosea namba na hizi. Ila cha utamu, nina masikio. Sawa? Nina masikio, nimesikia sauti ya kiume ikizungumza na wewe. Nimesikia vizuri tu, sijajua kama unazungumza kitu gani, ila nimesikia moja kwa moja ni sauti ya kiume. Unasemaje kwamba umekosea namba na mtu umjui? Ama mimi nikitoka hapo naingiza wanaume huko ndani? Hapana, usinifikirie hivyo. Sikufikiria hivi kwa sababu gani? Wewe unakaa kuna jambo unataka kunificha. Ama unataka kuniuzia mbuzi kwenye gunia, si ndio? Hapana, mimi siko hivyo Lusajo, please, siko hivyo mimi. Naamini mimi. Huyu ni mtu alinipigia simu na hii namba ni ngeni. Na akaniuliza wewe cha utamu, nikamjibu ndio mimi cha utamu. Akaniambia nahitaji tuonane mimi na yeye. Ila wewe usijue. Muonane wawili tu. Mimi nisijue. Kuna ajenda gani unaendelea? Mimi hapa sasa mimi sijui. Cha utamu, wewe sio mtoto, wewe ni mtu mzima. Tunajitambua vizuri, sawa? Unachokifanya unakijua. Wewe hujafufanya jambo kwa kubahatisha. Si kwamba mtoto mdogo 2000 wewe. Kile unachokifanya unakijua. Sitaki utani, sawa? Simkonane wawili na mimi nataka niende huko. Ndio, nisikilize kwanza Lusajo. Mimi nilikuwa nasema hivi. Kama yeye sikaniita mimi wewe usijue. Mimi nilikuwa naomba twende wote tuongozane mimi na wewe. Litakalokuwa na liwe sababu mimi siwezi kukaa mbali na wewe. Sawa, tunaongozana wote. Wewe tuondoke muda huu. Ikiwezekana mpigie simu, mwambie muda huu ndo unatoka na kuja. Na ndio muda huu kaniambia niende. Kabadilishe nguo twende huko. Basi sawa. Sio sawa, kabadilishe nguo bwana, unashika nini? Sawa. Cha utamu, inuka. Hivi kuna mwanaume yupi atakubali dunia hii? Wewe kuna mwanaume atakubali dunia hii kubeba mzee kwenye gunia? Badilisha nguo tuondoke. Acha pumbavu bwana. Watu tunagharamia hapo, tunapambana kwa jasho na uchungu. Hata mama masiara pumbavu. Bado nashukuru sana kwa kufahamu Mariam. Lakini hongera kwa kufika eneo hili na kufika kwa wakati. Ila niko hapa kwa ajili ya maswali yangu machache, nahitaji ushirikiano wako. Nafikiri wewe unafanya biashara
ya Pharmacy DLDM pale Kigamboni, si ndio? Ndio. Unaweza kuniambia mara ya mwisho mtu wa kuja Pharmacy kwa ajili ya kuja kununua dawa alikuwa ni nani? Sema kweli, watu wengi sana pale wanakuja. Kwa hiyo sisi kwa karibu. Hebu naomba ujaribu kidogo kukumbuka alikuwa ni nani. Maria. Naomba ujaribu kukumbuka alikuwa ni nani. Kuna kijana alikuja wiki 2 za nyuma zilizopita. Alikuja na karatasi, nikampatia dawa. Alikuwa anahitaji dawa ya aina gani? Ni ya ndio? Ndio. Sawa. Huyo kijana unamkumbuka? Ndio. Asante kwa ushirikiano wako. Unaweza ukaenda. Ila tukikuhitajia basi tutakuita tena kwa mara nyingine kwa ajili ya ushirikiano wako, sawa? Jawadi. Nakumbuka kuna siku ulikuwa dukani kwangu kuja kununua dawa. Je, aliyekutuma unamjua? Kumbe na wewe uliingia mfumo. Ndio, lakini nikajibu maswali yao vizuri tu. Kiukweli hata simfahamu. Maana ule ulikuwa ni uloho tu na uchu wa 1500. Maana kuiacha buku 5. Maana nilikuwa nina njaa na siwezi kuiacha buku 5. Naenda ujifunze. Acha shobo. Yamekuwa hayo. Asira zako za kukamatwa nimalizie mimi. Wewe sio polisi, bali ni mama mwenye nyumba. Hivyo basi, ukiendelea kufuatilia mambo yasiyo kuhusu